Salamullahi ala al-ikhwa. Na kama unahitaji kuwa mahiri kuzungumza lugha hii, usiridhike na maneno au na masomo ya darasani pekee, bali kuwa mfuatiliaji hata nje ya masomo. Utaweza kuwa mahiri na mzungumzaji mzuri wa lugha hii, na iwe unafanya mazoezi mara kwa mara, nikiwa na maana kwamba unafanya mazoezi ya kuunda sentensi baada ya kuhafidhi baadhi ya maneno machache. Anza na maneno walau matatu kwa siku, kuhafidhi maneno matatu kwa siku. Mfano, tukiwa tunajifunza katika njia hii, toka tulipoanza mpaka tulipofika ni muda mrefu umepita. Unaweza kuanza na maneno hayo ukajaribu kuyaundia sentensi na ukaweza kuunda sentensi kwa uzuri. Mfano, kama mimi baada ya kuhafidhi neno hili la sulamun, naweza nikaliundia sentensi: sulamun, ngazi. Ash-shaykhu rakiba ala al-minbari bis-sulami. Ash-shaykhu rakiba ala al-minbari bis-sulami. Ukiangalia vizuri sentensi hii ina maneno takriban matatu tulishawahi kuyasoma na tumeyasoma katika kitabu hiki, kwa maana ya kwamba ukiwa una kawaida ya kuhafidhi, basi utaweza pia kupata wepesi wa kutumia na kuunda sentensi kidogo kidogo. Na sentensi hii ikiwa na maana ya kwamba kiongozi wa dini amepanda juu ya jukwaa takatifu kwa ngazi, au kiongozi wa dini amepanda kwenye jukwaa takatifu kwa kutumia ngazi. Umeona, mimi kwa haraka nimetumia maneno matatu ambayo tulishawahi kuyasoma, maneno ambayo ni sheikh na mimbar na sulam. Yani nimechukua maneno haya matatu na kuyaundia sentensi iliyokamilika au sentensi yenye maana, na kweli imeleta maana. Masaa ni jioni, sio masaa kwa Kiswahili, hapana. Masaa ikiwa na maana ni jioni. Mfano, unaweza kutunga sentensi kupitia neno hili: ana istayqadtu fil masai, mimi niliamka au nimeamka jioni.